Okay. Nakusalimia katika jina la Yesu. Pastor Yohana mwana wa James. Ni siku nzuri Bwana ameifanya na amekusudia jambo jema kwa ajili yako. Na imekuwa pekee kwamba nimesikia msukumo tuzungumze mambo haya kadhaa yatakayokusaidia sana. Niko hapa nataka kukuletea vitu vigumu na vizito vitakavyokusaidia. Leo nimekuja kwa namna nyingine, nataka nikuonyeshe vile ndoto imebeba ujumbe kwenye maisha yako. Kweli watu wengi wamekuwa kidharau ndoto. Wamepitia wakati wengine wamepitia mateso yaliyoanzia kwenye ndoto. So ndoto ni ujumbe unaokuja moja kwa moja kwa mwanadamu. Sikia, wakati Mungu anaumba aliacha mlango mdogo wa ufahamu. Kwenye nafsi aliacha mlango mdogo kama mwanadamu ili ampatie ujumbe. Mojawapo ya mambo ambayo Mungu amekuwa akijifunua kwa watu ni ndoto. Mojawapo ambayo adui amekuwa akijifunua kwa watu ni ndoto. Kuna ndoto unaziona na umeshindwa kuelewa maana yake. Leo nakuletea maana mbili na nakuletea ndoto mbaya, ndoto nzito mbili zinazoharibu kabisa maisha ya watu. Lakini kabla sijakuletea, nataka nikusomea andiko hili, litakusaidia sana. Ni kitabu cha Mwanzo sura 20 mstari wa 3. Biblia inasema hivi, sikiliza. Lakini Mungu akamwijia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke uliyemtwaa, maana ni mke wa mtu. Narudia tena. Mstari wa 3. Lakini Mungu akamwijia Abimeleki katika ndoto ya usiku, akamwambia, umekuwa mfu wewe kwa sababu ya mwanamke huyu uliyemtwaa, maana ni mke wa mtu. Sikiliza nikwambie. Nataka niombe kabla tujaenda kujifunza kupitia neno hili. Baba, katika jina la Yesu, nakuamini Jehova Nisi, Mungu mkuu, Mungu mwenye upendo, Mungu jifunaye kwetu kama baba na kiongozi kwetu. Asante kwa sababu ni tabia yako kutupatia taarifa na ni tabia yako kutuongoza na hata kutuambia mambo ya sirini ili kutufaa kujenga mwili wako. Katika jina la Yesu Kristo, mbariki mtazamaji anayenifuatilia kokote aliko, mkoa wote, awe kata yoyote, awe sehemu yoyote. Mungu mbariki na kaweze kuelewa neno hili katika siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo na kubariki. Amen. Sikia. Biblia inazungumza juu ya Ibrahimu. Anaondoka eneo moja anaenda eneo jingine. Lakini kuondoka kwake anafika mahali kwenye ufalme. Mfalme anaanza kumpenda mke wake. Shida inaanzia kwenye kumpenda. Biblia inasema kwa sababu aliogopa akijua kwamba ni mke wa Ibrahimu, aliogopa kifo. Biblia inasema akabadilisha nia. Akamwambia hivi, mfalme, huyu mwanamke sio mke wangu, ni dada yangu. Wakati anamwambia habari za kwamba ni dada yangu, mfalme akamchukua Sara mke wake, akaenda kulala naye. Si kwa maana kwamba alienda kufanya tendo la ndoa, lakini akili, ufahamu wa mfalme ulikuwa umewaza juu ya tendo la ndoa. Biblia inasema kwamba wakati amelala usiku akaota ndoto. Historia haisemi kwamba mfalme huyu alikuwa ni ameokoka, no. Haisemi, lakini inazungumza alikuwa ni mfalme mpagani, ndio maana alikuwa tayari kubeba mke wa mwingine au kubeba mwanamke yoyote ili awe naye kimahusiano. Sikiliza. Mungu anatoa taarifa ya ndoto si tu kwa watu waliokoka. Mungu anatoa taarifa ya ndoto hata kama ni mlevi. Mungu anaweza kumfunulia habari za mambo ya jana. Na ukitaka kuhakikisha hilo, muulize mfalme Nebukadneza. Nebukadneza, na Biblia inasema alikuwa anaabudu miungu, lakini alipata neema ya kuona sanamu ya siku za mwisho. Akapata neema ya kuona mambo yatakayokuja siku za mwisho. Kwa nini asipate mwingine? Kwa nini asipate Meshaki? Kwa nini asipate Abednego? Lakini anakuja kupata mpagani kuambiwa tafasiri ya maisha ambayo hata yeye hakuyaona, akaona mambo ya baadaye. Nataka kusema nini? Sikiliza. Ndoto ni taarifa inayokuja kwako kukwambia kesho kuna nini. Usidharau ndoto. Usidharau ndoto. Ndoto imebeba maagano. Ndoto imebeba taarifa ya mambo yanayokuja. Kuna Mungu amekwambia juu ya mambo yanayokuja baada ya wiki moja.
Mungu amekwambia juu ya mambo yanayokuja baada ya miaka 2. Mungu amekupa taarifa juu ya kifo cha mtoto wako. Mungu amekupa taarifa juu ya matatizo yatakayoinuka juu yako. Nakwambia kwamba mtu yoyote kabla hajapata matatizo upata taarifa ya ndoto. Na ndoto ni nini? Ndoto ni taarifa kutoka kwa Mungu. Na watu wengi wamekuwa wakichanganya mambo haya kwa sababu kuna aina 3. Leo nataka nikusaidie, unanifuatilia. Kuna aina 3 na watu wamekuwa wakiita jina moja. Moja, kuna kitu kinaitwa njozi. Njozi sio ndoto. Japokuwa watu wamekuwa wakichanganya katika tafasiri tofauti tofauti wakidhani njozi ni ndoto. Lakini kuna kitu kinaitwa ndoto, kuna kitu kinaitwa njozi na kuna kitu kinaitwa maono. Huwezi ukavichanganya vikawa ni kitu kimoja. No. Ni vitu vitatu tofauti kama majina yake ilivyo. Na nitakwambia. Kwa mfano tunaposema njozi, ilimtokea mtu mmoja kwenye Biblia anaitwa Petro. Binasema alipokwenda kulala gorofani Petro, akaona ghafla, akaona kuna kitu kinashuka juu. Tuliosoma Matendo ya Mitume. Kinaposhuka juu, akashangaa ndani yake, akaona wanyama wa kila aina. Akaona mle sokwe, akaona wanyama, binasema wanyama wa kila aina. Sikiliza. Kwa nini Petro anaanza kuona wakati hajasinzia? Kwa sababu inasema ilikuwa ni mchana na alipanda gorofani ili apumzike. Lakini bila semi kwamba Peter alifika akasinzia. No. Inasema akiwa bado amekaa. Njozi ni nini? Kuna wakati unakuwa hisi vitu hata kama unatembea. Unaona ajali na kweli inatokea. Kuna wakati unakuwa hisi vitu hata kama unakula chakula. Kuna wakati unakuwa kama unapiga picha ya maisha ya baadaye na unashangaa kweli ulichokiwaza au kukifikiri kinakuja. Unaweza kuwa umekaa tu ghafla hujasinzia, kukaja kama picha fulani kwamba lakini kuna mtu mbaya anakuja, na baada ya siku moja kuna kutokea huyo mtu mbaya uliyemhisi kwenye mawazo. Hiyo inaitwa njozi. Lakini kuna kitu kinaitwa ndoto. Na ndoto imechanganyikana. Ndoto inaweza ikawa sio halisi. Ndoto inaweza ikawa sio halisi. Kwa mfano, watoto wanapokimbia asubuhi, amekimbizwa na chizi, amekimbizwa na asubuhi akaona labda amekimbizwa na lizee, akaogopa. Unashangaa usiku ameota ndoto, analiita jina. Kwa sababu gani? Ndoto inaweza ikawa ni hisia za mchana. Ndoto inaweza ikawa ni woga. Kwa mfano, ukiambiwa yule mama fulani ni mchawi na ni mbaya sana, usishangaa ukamuota usiku. Na yamkini si mchawi, lakini akili ilikwambia kwamba ni mchawi. Ulisinzia ukiwaza mtu fulani ni mchawi. Kwa hiyo ndoto ni kitu kingine. Lakini kuna kitu kinaitwa maono. Maono hayakosei hata kama yakichelewa yanakuja. Na ndicho umekuwa ukiona mara nyingi maono juu ya maisha yako ya baadaye. Ninaposema na wewe kuna wakati unaona uko shimoni na unasema naonaga niko shimoni. Lakini ndivyo maisha yako yalivyo. Lakini nataka nizungumzie ndoto 2 tu kwa haraka. Zitakusaidia sana. Kati ya ndoto mbaya zinaashiria ubaya, ndoto zinazoashiria mateso, ndoto zinazoashiria baraa, ni kuota unakula chakula. Hakuna ndoto mbaya kama kuota unakula chakula. Inatafasiri, nisikilize. Moja ya tafasiri inatafasiri mtu aliyeota anakula chakula. Moja wapo ni hatari hii kwamba unapandiwa magonjwa. Ukiona unakula chakula, moja tafasiri yake unapandiwa magonjwa. 2, ukiota unakula chakula unakuwa unawekewa maagano yatakayoharibu sana maisha yako. Kama unanisikia uliwahi kuota unakula chakula, my friend, Mungu alikuwa anakujulisha, ama nafsi yako ilikuwa ikishuhudia vile unapandiwa maagano. Watu wengi wameishi kwenye maagano ya shida kwa sababu ya kuota na kula chakula. Watu wengi wamekuwa kwenye maagano ya tabu kwa sababu aliota na kula chakula. Ninaposema hapo una uvimbe sio wako, kwa sababu gani? Uliota unakula chakula. Tunaposema hapa una uchungu, wewe ni mtu wa hasira, hata kama ni kosa dogo unaliona ni kubwa, kwa sababu gani? Uliota unakula chakula. Na kuna wengine tangu umekula chakula maisha yako yaliharibika kabisa. Ulikuwa ni mtu wa biashara, iliharibika kabisa. Ulikuwa mtu wa kazi iliharibika kabisa. Mwili wako kuanzia hapo ulianza kuona una majeraha, ulianza kuona una maumivu, ulianza kuona una mateso kwa sababu ya kula chakula. Na kuna mwingine anasema, "Pastor, kila nikiota nimekula chakula huwa naamka nimechoka sana." Ndio, kwa sababu kuna vitu vibaya vimeingia juu ya maisha yako.
Ndoto ya pili inaashiria kitu kibaya. Naomba nisikilize. Ndoto ya pili inaashiria kitu kibaya, ni kuota umerudi kijijini kwenu. Ni kuota umerudi shule ya msingi wakati wewe ni mtu mzima. Ni kuota umerudi kwenye maisha ya zamani. Ulikuwa umeoa mke zamani, ukaota umerudi kwa mke wa zamani. Yamkini ukawa unaota umerudi unafundishwa na mwalimu shule ya msingi, au ukawa unaota umerudi kijijini ulikozaliwa. Hiyo inaashiria nini? Inaashiria hivi, maana yake maisha yako yamekuwa yakivutwa na kurudishwa nyuma. Na kweli ukitazama vizuri umekuwa na bidii ya kufanya kazi, lakini matokeo hayapo. Ni kweli ukiangalia vizuri umekuwa na bidii ya kuanzisha vitu, lakini havifiki, kwa sababu unaota umerudishwa kijijini kwenu. Ni kurudia maisha ya zamani. Na unaota umerudi darasa la 5 wakati uko sekondari, au umeshakaacha shule, au umeshakaacha, lakini unaota uko shule ya msingi umekalia viti. Unaota, maana yake unarudishwa nyuma. Nikupe shuhuda hii, itakusaidia kidogo. Kwenye miaka yangu ya huduma Mungu alionipa, nimeombea mtu mmoja akatapika nyama za mwanadamu. Na si tu mwanadamu, ni mtoto wake aliyemzaa. Siku amemzaa, alikaa muda fulani akaugua akafa. Watu waliona kwamba amekufa, lakini usiku wa manane huyu mwanamke akaota anakula nyama wakati wa msiba. Nini kilichofanyika? Walichukua nyama za mtoto wake wakampandia, na kuanzia hapo alikuwa na tumbo linawaka moto, na walipoenda hospitali sayansi ikamwambia ana uvimbe mkubwa sana. Wakati ninamuombea akatapika nyama zilizokuwa zinanuka, zilizokuwa zinatoa harufu. Maana yake nini? Kupitia ndoto aliota anakula nyama za kawaida, lakini alikuwa anakula nyama za mtoto wake mwenyewe. Okay. Kuna mwingine tuliwahi kumuombea, aliwahi kuota anakula. Tangu alipokula mwili wake ukaanza kuzofika. Na alikuwa analishwa chakula na watu wasiowajua. Alianza kuzofika, akawa ni mtu wa magonjwa, kwa sababu alikuwa analishwa, anapandiwa vitu ulimwengu wa roho. Sikiliza, ulimwengu wa roho unaamua mambo ulimwengu wa mwili. Maana yake ukitendewa ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili lazima ukubali. Ukishinda ulimwengu wa roho, ulimwengu wa mwili lazima ukubali. Na ndio maana kila unachokiota ulimwengu wa roho ni yamekuwa ni maisha yako ulimwengu wa mwili. Ndoto ni nini? Ndoto iko katika ulimwengu wa kawaida. Ulimwengu wa nyama iko katika ulimwengu wa roho. Kila unachokiota kina maana kubwa sana.